Ngoma inaanzia ikimuonesha mwamba mmoja anakimbia taratibu kama anafanya mazoezi tu. Kwa nyuma yake kuna dada mmoja anamkimbiza kwa mwendo huo huo, huku anamuongelesha maneno ambayo hayasikiki, lakini inaonekana kama anamuita jina lake hivi. Mchizi naye kufika mbali akagongwa na gari. Dada alipiga kunga huyo, mwisho akakurupuka kitandani. Bana kumbe ilikuwa ndoto tu. Mara mlango unafunguliwa, anaingia binti yake mdogo. Anamuuliza mama, kuna shida gani? Mama kimya. Mama, kipenzi, samahani, umesema kitu? Kwani kuna kitu umeona au umepata ndoto mbaya? Alafu unalia mama. Hata mimi nammisi baba. Sasa huyu dada anaitwa Rose na mwanaye anaitwa Kira. Rose alifiwa na mumewe ambaye ni baba wa Kira miaka 4 nyuma. Na toka kipindi hiko amekuwa akisumbuliwa na ndoto za kutisha, na muona mume wake na nini. Pia Rose ana shoga yake mmoja huyu anaitwa Priya. Huwa anamshirikisha ili jambo la mumewe kumtokea ndotoni. Leo hii Priya akamwambia ana uhakika kabisa mume wake anamtaka yeye ya move on, yani aendelee na maisha mengine asimuwaze. Lakini pia akasema atamtafutia mtu mwingine waende date ili aweze kumsahau vizuri mume wake. Rose akacheka tu. Basi bana, kesho yake huku maeneo ya supermarket tunamuona mume wake Rose. Mchizi anaitwa Damilola. Yuko busy analipia vitu. Kuna dada mwingine tena akavutiwa sana na jamaa. Anamwangalia kama anamkaribisha na nini. Mchizi akajikausha tu. Mwisho mdada naye akasogea kulipia vitu vyake. Mchizi akamsemesha kisha akaomba kumlipia hivyo vitu alivyonunua. Dada akashukuru sana. Sasa wakati zoezi la malipo linaendelea, Rose naye alikuwa anazunguka huko supermarket. Kutupa jicho mbele akamuona ndugu Damilola. Leo kamuona live sasa. Akaanza kuhema juu. Ucheki tena vizuri, mchizi hayupo, haonekani yani. Ikabidi asogee kumuuliza huyu dada kwamba mshikaji alikuwa hapa kaelekea wapi. Washikaji wanamshangaa tu. Ikabidi aondoke kumtafuta mwenyewe. Mimi hapa ni storyteller wako naitwa Iskonka, na hii hapa ni E7 Beats. Subscribe na utano notification bell ili uweze kujiunga na familia hii kubwa. Wakiwa kwenye gari wanarudi nyumbani, Rose akazama kwenye dimbwi zito mno la mawazo. Akawa anamkumbuka mume wake kipindi uko hai. Walikuwa ni watu wenye furaha sana, mapenzi mengi mno. Shoga yake Priya anamuelewa sana. Basi Rose akajikaza hivyo hivyo asilie mbele ya mtoto, akamchanganya zaidi. Walivyofika nyumbani, Priya akampeleka Kira chumbani, kisha akarudi kuongea na Rose. Rose akamwambia akamuona tena leo. Anaongea huku machozi yanamiminika. Priya anamwangalia tu. Unasema umemuona mume wako ambaye kafariki na akazikwa supermarket? Rose anasema ndiyo. Priya akawa anahisi shoga yake anapagawa sasa, na haya maluelue yake yanavyoendelea hivi yatamuafekti mpaka mwanaye. Hivyo akamkomalia asahau ni mawenge tu, kisha akamkumbusha kwamba atakwenda date na mwanaume mwingine weekend hii. Basi kweli mzee, weekend ikafika. Priya akawa anamchagulia nguo Rose. Muda huo Rose mudi hana kabisa. Basi bana, akaenda kwenye hiyo date. Baada ya muda kidogo akarudi nyumbani. Priya akasema mbona haraka hivyo? Unatakiwa tu kuniamini leo. Nimemuona tena. Umemuona nani? Nimemuona Dami. Mume wako kafa wewe binti. Usiofananishe watu na mumeo. Kwa hiyo umeondoka kwenye hiyo date kisa umeona maluelue? Rose akasema wala hata kufika eneo la tukio. Priya akakasirika, akanyanyuka, akabeba vitu vyake akasepa. Baadaye Rose akazama tena kwenye mawazo. Anamkumbuka mumewe, walivyokuwa wanacheza kitandani na nini. Bana, Mungu kampa nafasi ya pili huyu kijana au vipi? Basi anazidi kuchoka tu. Kila naye akatokea. Ikabidi ajirekebishe mapema asije kumvuruga mtoto. Basi kesho yake asubuhi Rose anatoka na Kila anampeleka shule. Wakiwa wanasubiria gari hapa nje ya geti, Rose akamuona tena Damilola. Mchizi anaingia kwenye gari. Rose akajaribu kumuonesha Kila alichokiona. Kila akasema mbona sioni chochote? Wewe hujaona gari hapo? Gari gani? Kwani ni nani huyo? Basi gari yao ikafika, wakapanda wakaondoka. Siku nyingine tena washikaji wako ndani ya gari, stori nyingi za hapa na pale, wanacheka na nini. Mara ghafla Rose akasema kamuona tena Damilola. Kamuona anaendesha gari waliopishana nayo. Akamuomba sana Priya ageuze gari waende wakamuone wote leo. Basi gari ikageuzwa. Kutupa macho huku na kule, Damilola marehemu haonekani. Rose akabaki na huzuni kubwa moyoni, haelewi afanye nini. Walivyofika nyumbani, Priya akawa anamlalamikia Rose aache hii issue. Yaani dakika moja na furaha, dakika inayofuata na huzuni. Anamharibu hata binti yake kisaikolojia. Rose anasema hana uwezo wa kujikontrol, lakini anajitahidi sana na hataki kabisa kusikia habari za therapist. Anadai akili yake iko sawa, ni vile tu anammisi sana mume wake, kiasi kwamba vitu vingi sana akiviona vinamkumbusha jamaa. Basi Priya akampoza shoga yake. Siku kadhaa mbele, Rose akakubali kwenda kwa therapist na akamwambia hali anayopitia kumuona marehemu mume wake, lakini ndo hivyo haiingia akilini. Sasa siku kadhaa mbele, Priya akampigia Rose na akamwambia kwamba kapata mwanaume mwingine kwa ajili yake. Mwamba katoka Marekani. Rose akakubali kwenda kwenye hiyo date na Marekani kwa sababu ya shoga yake tu, lakini akili yake bado ipo kwa marehemu mume wake. Basi bana, Rose akaenda kwenye hiyo date na Marekani na ikaenda poa sana.
Priya akafurahi kishenzi, walau shoga yake kapata mwanaume mwingine wa kumtoa mawenge. Miaka 4 sio mchezo ujue. Japo Rose mwenyewe anadai kwamba hajampitisha moja kwa moja kuanza naye mahusiano, yani bado anamfikiria. Basi dimbwi la mawazo kama kawaida. Rose na Damilola kipindi hiko mapenzi yalikuwa ya moto mno mpaka yanaunguza. Sasa kuna mtu Rose alimtuma amfuatilie Damilola. Leo hii huyo mtu anampa taarifa kwamba kapajua anapoishi jamaa. Ikawa ni taarifa kushtusha sana kwa Rose. Bana, mchizi hadi ana nyumba. Yaani ni jinsi gani kaamua kuanza maisha upya. Siku nyingine tena washikaji wamekuja supermarket kununua vitu. Kila akawa anakimbia ovyo, si unajua tena watoto. Mara akamuona baba yake, akamkimbilia akamkumbatia. Mchizi akamuuliza unaendeleaje? Naendelea vizuri. Alafu mama alisema sitakuona tena. Kumbe umerudi. Atafurahi sana kukuona. Una uhakika mama yako alikuwa ananiongelea mimi? Hapo akatokea Rose akalishuhudia lile tukio. Baby, kwa nini mtoto anakuita baba? Oh, okay, nahisi atakuwa anamtafuta baba yake, kwa hiyo amenifananisha. Ni mtoto tu. Mama yule pale. Damilola, nilikwambia huyu ni baba yangu. Ray, kwa nini ulinificha hili? Nimekuambia ni mtoto tu na... Dada akaondoka. Anavotembea sasa. Mshikaji akasogea akawaambia, wakati mwingine mumshikilie vizuri mtoto wenu. Kisha akasepa. Wote wakabaki macho yamewatoka. Baadaye walivyofika nyumbani, Priya akawa anajilaumu kwa kutokumwamini Rose hapo mjini awali. Sasa wakaanza kuulizana, au Damilola na pacha wake? Priya akasema hapana bana, wewe uliolewa na akina Damilola miaka 5. Kama angekuwa na pacha wake ungejua. Rose akasema aliipata anwani ya anapoishi huyu jamaa. Inabidi kesho waende wajue ukweli wa mambo. Basi kesho yake mapema mno washikaji wakavimba eneo la tukio, nyumbani kwa Damilola. Leo anataka kujua ukweli. Mchizi alifufuka toka kaburini au yeye ni nani? Wakati wanahamaki wagonge geti au waite, mara kuna gari kafika hapa. Mchizi akashusha kioo. Nyie akina nani? Huyu. Yani namaanisha sisi. Tulitaka kuuliza kama we ni Dami. Mimi sio Dami. Geti likafunguliwa, mchizi huyo akaingia ndani, kawacha dilema. Baada ya kupaki gari akamwambia mlinzi kwamba asije akawaruhusu hao wanawake kuingia ndani. Washikaji wakashangaa, ina maana Damilola anatukataa kiasi hiki? Rose akataka kulivamia geti, Priya akawa anamzuia, anasema itakuwa wanafanana tu. Mfanano gani huo, wanafanana mpaka kuongea? Priya akamtoa eneo la tukio ili mambo yasiwe mengi. Sasa huku ndani jamaa akakutana na Fina mpenzi wake. Hawako kwenye maelewano mazuri toka ile siku supermarket kule. Yaani Fina anahisi jamaa kuna kitu anamficha. Ana familia nyingine na hataki kusema ukweli. Basi akamchefua jamaa mpaka mchizi akamua ondoke tu pale nyumbani. Siku nyingine tena mchizi yuko restaurant anachagua msosi. Mara wakaingia Priya na Rose. Mchizi akasimama. Hivi mnanifuatilia au? Rose akamsogelea akaanza kumpapasa jamaa. Wewe unafanya nini wewe? Kumbe upo kweli. Mchizi akawa leo huyu dada vipi? Priya akamvuta nyuma kwanza, kisha akasema umefanana sana na marehemu mume wake. Mshikaji ndo akaelewa sasa. Kumbe sijawahi ona watu wanafanana kiasi hiki kwenye maisha yangu. Samahani, sikujua kama umempoteza mume wako. Rose bado anampapasa, nadhani ni mume wake eti. Mimi sio marehemu mume wako na wala sio mzimu wake. Jina langu ni Ray Tegamudiaga, natokea Delta State. Hapana. Dami, niangalie. Wewe ni Damilola. Na najua ulipoteza kumbukumbu zako kwenye ile ajali ndo maana unikumbuki. Priya akamvuta tena shoga yake kisha akaondoka naye. Lile tukio liliugusa sana moyo wa mshikaji. Siku kadhaa mbele, Rose yuko biza anamtengeneza nywele Kira. Simu yake ikaita. Ilikuwa ni namba ngeni. Alivyopokea akagundua ni Ray bana. Sijui kaipata wapi namba yake. Kira akasema, "Huyo ni baba, naomba niongee naye." Akaongea naye kisha akamuuliza mama yake kwamba tunaweza kutoka out na baba. Kira, naomba. Basi sawa. Baba mama akakubali twende pamoja. Haya bye. Simu ikakatwa. Sasa ni wazi kwamba Ray kafanana tu na Damilola mume wake Rose. Basi kweli mzee washikaji wakatoka out. Kwenye gari Kira akasema, "Hivi baba unaweza kurudi nyumbani? Nataka familia yetu ikamilike. Nimekumisi sana. Na mama naye kakumisi pia, analia kila siku tu." Kweli? Kira, nilikwambia nini kuhusu kuongea sana? Samahani mama, ila asante kwa kututoa out. Na najua hili litakuwa gumu kidogo, lakini kuna namna yote naweza kuona vitambulisho vyako au vyeti na nini. Bado nadhani tu mimi ni marehemu mumeo. Lakini vipi kama ulipoteza kumbukumbu zako kwenye ile ajali? Nimeshakwambia jina langu mimi sio Dami. Jina langu ni Ray Tegamudiaga. Inakuwa ngumu sana kwa Rose kuliamini hilo. Basi bana, Ray na mpenzi wake bado hakuna maelewano. Na mchizi ni mzito sana kujielezea. Fina naye anaibua kila siku jambo jipya. Mwisho wa siku mchizi akamwambia akitaka kuondoka, aondoke tu. Kisha akasepa. Fina hakuamini akabaki anaita. Mida usiku Ray akampigia Rose, kisha akaanza kumuulizia Kira.
anamuita mwanaye. Anasema Kira ni mtoto mzuri sana, hajawahi ona. Unajua hata marehemu mume wangu alikuwa anapenda sana kusema hivyo. Basi wakatakiana usiku mwema pale, usiku ukapita. Sasa sababu ya Rose kuwa mgumu kuamini kwamba Ray sio Damilola ni kwamba familia ya kina Damilola ilikuwaga haimtaki kabisa, sababu anatokea kabila lingine. Yaani hata Damilola alivyopataga ajali mpaka anapofariki hawakumpaga nafasi ya kuuona mwili wake. Hivyo anapata hisia labda familia yake imelitengeneza ili tukio ili wawatenganishe, jamaa aanze maisha mapya. Na kwa upande wa Ray anahisi labda jamaa itakuwa kapoteza kumbukumbu zake tu. Basi bana Ray akawa anapiga simu nyingi kumuulizia Kira. Leo anaambiwa Kira hajisikii vizuri na malaria na wametoka hospitali muda so mrefu. Simu ikakatwa. Hapo hapo mlango ukagongwa. Rose akasogea kufungua, akaingia Ray. Kwa hiyo yuko wapi sasa? Yupo ndani amelala. Na umewezaje kufika hapa haraka hivyo? Oh, nilikuwa karibu tu na hapa ndo maana. Ila anaendelea poa sasa hivi. Ndio daktari alivyotuambia. Anahitaji tu mapumziko ya kutosha. Kwa nini unajali hivyo? Kuna kitu nyinyi washikaji hamjaniambia Priya. Tafadhali achana naye. Usijali ni sawa. Kwa hiyo naweza kumuona Sawa, twende kumuone. Wakaelekea chumbani. Kesho yake tena mchizi akaja hapa nyumbani kumjulia hali Kira. Rose akawa anaona kama familia yake imerudi hivi, na leo hii Ray akapata nafasi ya kumuona Damilola mwenyewe. Aliona picha walopiga siku ya harusi yao na Rose. Hapo kweli jamaa akathibitisha kafanana sana na mshikaji. Akainama akampiga Rose busu la paji la uso, vile vile ambavyo Damilola kipindi yuko hai alikuwa anapenda kumpiga mabusu kama hayo. Kwa hiyo hisia za kwamba mchizi ni Damilola mwenyewe zikarudi tena. Ray anamuelewa sana Rose, hivyo akampatia kumbato zito, kisha akamuaga akaondoka. Siku nyingine tena mchizi akaja nyumbani. Leo hii kaja na passport kumthibitishia Rose kwamba yeye sio Damilola. Hapo sasa ndo Rose akaamini. Basi kadri siku zinavyozidi kwenda, Ray na Rose wanazidi kuwa karibu tu, wanapigiana simu sana, huku mwisho wa siku Fina akashindwa kuvumilia, akapaki nguo zake asepe. Yaani mpaka anaondoka mchizi hata kujisumbua kumzuia. Baada hapo mchizi akatoka out na Rose na mwanae Kira, na Ray akawa anampenda sana Kira automatically tu. Kwa hiyo kila kitu kikao kimenyooka kwenye mstari, yaani kama maisha ya zamani yamerudishwa upya tena. Tabasamu la Rose likarudi usoni. Sasa kuna kitu kikatokea. Kuna siku Rose akatumiwa picha na Fina, picha za utupu, Fina akiwa na Ray kitandani, na akamtambia kwamba Ray anamlilia warudiane, na hizi picha wamepiga juzi tu. Priya akapata nafasi ya kuziona zile picha, akawa anamtuliza tu shoga yake. Na kesho yake tu Ray akaona aje kwa Rose, maana anampigia simu nyingi apokee message nazo ajibu. Akamuuliza kwa nini upokee simu zangu? Rose akamtolea tu simu akamuonesha zile picha. Ray akaangalia akasema kuna kitu hakiko sawa. Ona sasa unataka kutunga uongo mwingine tena? Kwanza umezipata wapi hizo picha? Fina akanitumia. Na ninashukuru nimejua kwamba wewe ni muongo. Umekuwa unaniigizia tu hiki kipindi chote. Kumbe unaendaga kumfuata na muomba mrudiane. Ray akapata kigugumizi tu, anashindwa kabisa kujielezea. Rose akamfungulia mlango aondoke tu nyumbani kwake. Hakumruhusu hata muone Kira. Mchizi alipofika kwake akampigia simu Priya na akamwambia kwamba hizo picha zimepigwa miezi 7 nyuma na haelewi imekuaje. Priya akauliza sasa imekuaje amtumie Rose leo? Mimi mwenyewe sielewi. Na hisi ni kwa sababu tuliachana na bado haja move on. Basi ngoja nifanye uchunguzi wangu alafu nitakurudia. Mchizi akasema sawa. Kesho yake Priya akaenda kwa Rose na akamwambia kwamba huo wote ulikuwa ni uongo tu. Picha ni za ukweli ndiyo, lakini zilipigwa miezi 7 nyuma kipindi wako kwenye mahusiano. Sasa kwa nini afanye hivyo? Kwa sababu ana wivu. Yaani kafanya hivyo ili nyie muachane. Ndio lengo lake. Basi hilo lengo lake halitatimia. Kumbe watu ni wajinga namna hii. Rose akawa ameelewa situation sasa ilivyokaa. Kumbe anataka tuachane. Na siku kadhaa mbele tena huwezi amini, Fina akamtumia message Rose ya kukiri kosa lake kwamba alifanya vile kwa makusudi tu ili awaachanishe yeye na Ray. Na wala mchizi hakuwahi kumuomba warudiane toka walivyoachana. Rose akamuita Priya aje kuiona hii SMS. Wakati wanaendelea kuhamaki, mlango ukagongwa. Priya akasogea kufungua, akaingia Ray. Kisha akawapisha washikaji waongee. Mchizi akawa anajielezea pale, anaomba misamaha mingi na nini. Rose akamwambia hakuna haja ya kufanya hivyo. Tayari amejua kila kitu. Basi wakapata kumbato moja safi. Kira naye akatokea. Familia ikawa imeungana tena, na Kira akabaki anajua kwamba baba yake halisi ndo huyu, alisafirigi tu mara moja. Na hapo ndo inakuwa mwisho wa hii movie inaitwa A Part of Me. Naomba nikuulize swali, unatamani Mungu akuletee mtu anayefanana dhahiri na mpendwa gani uliyempoteza? Au wewe utaki kurudi nyuma? Niandikie hapo kwenye comments. Mimi hapa ni storyteller wako naitwa Iskonka, tukutane kwenye video nyingine. Bye. Tuna stress na life wesimami tu inasonga. Movie kali pekee ndo inaweza roho ikakonga. Hauelewi movie ndefu lugha zinagonga. Save time, E7B storyteller konka. Wezi cheki movie moja toka juzi. Muda hautoshi na unapenda movie. Tayokata kiu yako ni E7B. YouTube channel ni moja tu E7 Beats. Hata kama ilikata utapata mudi.
mipinduko, makamuzi, wapoteze wote la never lose it.